Bwana, twende tukamsikilize Haji Sande Manara juu ya press yake, nini dhumuni na malengo kabla hatujafika mbali. Lakini kuna taharuki ama taarifa za moto kweli kwenye social network mbalimbali zikizungumzia kuhusiana na kauli ya Haji Sande Manara kumtaka Wallace Karia, rais wa TFF, kwamba atoke hadharani na kuwaomba radhi wa Tanzania kutokana na kauli ambayo alikuwa ameitoa juu ya maswali mengi ambayo alikuwa akiulizwa Wallace Karia juu ya dabi ya Kariakoo ambayo itakiwa kuchezwa Machi 8, ambayo iligairishwa kutokana na sintofahamu ambazo zilitokea kati ya watani hao wawili, Yanga na Simba, tuhuma mbalimbali zikiwa zinatupiana Simba na Yanga. Hivyo Wallace Karia alijaribu kuzungumza ama kutoa majibu ya hayo maswali ambayo amekuwa akikumbana nayo sehemu mbalimbali, hususan kwenye mitandao ya kijamii na huku anaulizwa na waandishi wa habari. Hivyo Wallace Karia kuna kauli ambayo ameitoa kuhusiana na Simba na Yanga ama mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Hivyo Haji Sande Manara hajaridhishwa na kauli hiyo ambayo imetolewa na rais wa TFF, na ikumbukwe Young Africans wao waliandika barua ya kuwataka bodi ya ligi kwamba wao wanahitaji pointi 3 pamoja na magoli 3, kwa sababu wao walifika uwanjani wakaingiza timu, lakini Simba Sports Club hawakufika. Hivyo imeonyesha kwamba Young Africans wanalalamikia bodi ya ligi kuhusiana na sakata hilo, kwamba Simba wao ndo hakuleta mechi uwanjani, timu uwanjani. Hivyo Young Africans kutokana na kanuni wanahitaji pointi 3 pamoja na mabao 3. Na pia vile Haji Sande Manara aliweza kufungiwa, alipewa adhabu miaka 2 na milioni 20 faini na sakata lake na Wallace Karia huyu. Na leo hii tena wamerudi ya watu wawili, ni bato ambayo ipo kati ya Haji Sande Manara pamoja na rais wa TFF Wallace Karia. Kuna nini kati yao hao mabwana wawili? Mbona kama wanaandamana sana? Hivyo comment ni kuachie wewe. Wewe mpenzi mfuatiliaji, hebu tuambie ni nini haswa ambacho wewe ungeweza